nyakati, jaribu kusummarize tu. Wakati kwa wale watu wa rohoni ni lango la kiroho. Amen. Tunaposema wakati sio sekunde. Zile sekunde ni kipimo. Ni kipimo cha wakati. Au ni utambulisho wa wakati. Unaposema asubuhi ni utambulisho wa lango la asubuhi. Unaposema mchana ni lango la mchana ambalo kuna vitu vinapita. Unaposema usiku ni lango la usiku. Na ndio maana kuna vitu huwezi kuvipata mchana, ila usiku kilala vinaachiliwa kwako, kwa sababu usiku ni wakati ambao ni lango la Mungu linalotumiwa kupitisha vitu usiku. Na ndio maana kama huoti chochote usiku, wewe una matatizo. Amen. 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 Kuna watu hawaoti chochote, akijitahidi sana anaota tu mama mwenye nyumba amekuja kudai kodi. Kwa anaamka na mawenge kama yote, kwamba leo Baba katika jina la Yesu niepushe na huyu mama. Hakuna kuepushi. Mama wote asubuhi tu lazima aje kwako. Kwa hiyo usiku ni lango. Sema ni lango. Na ndio maana wapo wachawi mchana wafanyi kazi. Wanafanya kazi usiku kwa sababu kuna vitu ambavyo ni rahisi kufanyika usiku, kwa sababu lango la wakati huo linaitwa usiku, linapitisha vitu vya usiku. Ukisoma kitabu cha Yoeli sura ya pili. Yoeli sura ya pili. Maandiko yanasema, tasema tuko kusema. Yoeli sura ya pili mstari wa 25. Nami nitawarejeshea nyakati zilizoliwa. Sasa nyakati zimeliwa vipi? Tunaposema nyakati kuliwa, maana yake shetani anakuja anatawala nyakati za mtu. Kwa sababu wakati ni lango, linaweza kumilikiwa na shetani au na Mungu. Na ndio maana ukitaka kujua ya kwamba nani anamiliki lango la wakati kwenye maisha yako, chunguza ni kitu gani kinakula muda mwingi sana kwenye maisha yako. Halafu kiestimate cha Mungu au cha nani. Hatua hiyo moja. Mama unatikisa, tunasema sawa. Uje kuta kuna mtoto hata katika ukuaji wake anaanza kutambaa, ana miaka 2. Wewe ushtuki. Amen. Kuna kitu kimezuia, kimeharibu uhalisi wa nyakati. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati mtoto anahama kutoka darasa la 7 anaenda form 1. Ule ni wakati muhimu sana ambao unaunganisha wakati, hatua moja na hatua nyingine. Lazima asindikizwe kwa maombi mtoto. Anatoka kidato cha 4 anaenda kidato cha 5. Huo ni wakati muhimu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wenzako wameenda mbali, mpaka huwa tunajipa muda. Kila unapoingia mwezi mpya, ninakuwa na maombi mapya kwa ajili ya mtoto wangu. Ninaukabidhi mwezi wote mikononi mwa Mungu. Siku moja Mungu akaniambia, sio kila siku nyinyi mnaweza kuniomba. Sawa? Kuna siku hamwezi kuomba. Unafanya booking hizo siku. Sawa? Unazishikilia hizo siku, ya kwamba wiki inayofuata na ile ijayo ninaziweka chini ya uvuli wako. Siwe chini ya mikono yako. Kwa hiyo mwanangu atakapokuwa naishi ule mwezi wa 5 na ule mwezi wa 6, ninaumiliki, ninaushikilia, ninauteka. Shetani asipitishe kitu katika hiyo miezi. Shetani asipande chochote katika hiyo miezi. Mtoto wangu akawe na uzima na afya njema katika hizo nyakati. Unakuta Mungu amesimama huko mwezi wa 1, umepeleka mwezi wa 2, wa 3, wa 4 na wa 5. Tena siku moja Mungu akatusaidia akasema, hata shida, magonjwa yenu na ya watoto wenu mwe mnayaamrisha, ya mwezi wa 2, wa 3, wa 7, wa 8 yaende kwa wale wanaowachukia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukasema Mungu umetupa dili nzuri sana. Kumbe tutafute wengi wanaotuchukia, kwa sababu tukiwa
kuendekeza magonjwa ya kwetu. Kwa hiyo wengine ukituchukia, tunasema asante Yesu, nimepata mteja pale ambaye atachukua magonjwa yangu ya mwezi wa 6, mwezi wa 7, mwezi wa 11. Ikikupendeza Mungu, na next year mpe double portion. Kwa hiyo natembea na magonjwa yetu yote, tutakuwa na kucheki, tunasema haki ya Mungu huyu